aliyekupa ruhusa kushika hiyo fimbo ni nani? Unazungumzia ruhusa? Yaani kuanzia leo ndo mmiliki mkuu wa hiyo fimbo. Mmiliki? Mimi ndo nimeamua na mizimu miamua hivyo. Kosta kunipangia. Mama, huyu ni mtoto mdogo sana. Hawezi hata siku moja kumiliki hiyo fimbo. Hiyo fimbo ina maajabu makubwa sana. Na kimila na desturi, ulisi katika jamii zetu za Kiafrika tunapewa sisi watoto wa kiume. Huyu ni mtoto wa kike, lakini pia ni mtoto mdogo sana. Wewe ya kwako ni nepi. Hivyo vingine vitakuja kukutokea puani. Achana na hiyo fimbo. Mjukuu wangu, asikutisha huyu. Mimi ndo nimeamua na mizimu miamua hivyo. Tena mshike adabu yako, umesikia? Kwanzia mababu na mababu walikosea sana. Hata we mama yangu hukupata kumiliki hii fimbo, kwa sababu we pia ni mtoto wa kike. Watoto wa kike mmeumbwa na vitu vingi sana. Cha kwanza ni wadhaifu, cha pili ni waoga, cha tatu maamuzi yenu yanakuwa hayapo sahihi. Na ndio maana maamuzi yako wewe hayapo sahihi. Yangekuwa hayapo sahihi, usingesubutu kumpatia fimbo huyu mtoto. Akili zangu haziko sawa, za mama yangu mdogo haziko sawa, za wajomba haziko sawa. Unajiona uko sawa. Endelea. Wezako wapo madarasani, wewe upo huko unang'ang'ania uchawi tu. Bibi yako anakuvuruga, anakuchanganya. Hiyo fimbo sio mali yako, na kuna siku itakuwa mali yako. Kichogo kama chipsi. Asikutishe mjukuu wangu. Fimba ndani ya familia mambo kizaza. Fimbo jamani ya ulisi. Shikamo mjomba. Bwana wewe utambe nayo kama tunavyotamba nayo sisi wakubwa. Kwani mjomba mimi nawe tuna ugomvi? Inawezekana tukawa na ugomvi. Alafu unatakiwa utambue kitu kimoja. Hicho unachokifanya wewe na mama yako, mimi chote nakitambua. Alafu ile fimbo sio ya kupewa mtoto wako. Fimbo ile sisi ndio inatuhusu, mimi pamoja na mama yako. Hivi mnatafuta nini nyinyi? Sasa basi, naomba uachane na ile fimbo, la sivyo kaburi linakuita. Inawezekana tukawa na ugomvi. Alafu unatakiwa utambue kitu kimoja. Hicho unachokifanya wewe na mama yako, mimi chote nakitambua. Alafu ile fimbo sio ya kupewa mtoto wako. Fimbo ile sisi ndio inatuhusu, mimi pamoja na mama yako. Hivi mnatafuta nini nyinyi? Sasa basi, naomba uachane na ile fimbo, la sivyo kaburi linakuita. Watu wanajenga, watu wanapambana sasa hivi. Hivyo tupambane sisi tubadilishe mazingira ya nyumba yetu.
watu wameamua kujenga. Hatari. Huyu mama Amina yupo yuko? Mama Amina huyu yupo. Ila nahisi saizi atakuwa katoka. Sasa bro, kuna kitu kimoja. Jambo gani tena? Maana ili swali linaniumiza hapa. Maana hata kufika nyumbani naona kama tunachelewa. Nini tena? Kuhusu yule mtoto wetu. Kafanyaje? Yule mtoto bwana, niseme amemkuta mazito. Sijui unaelewa? Ile familia sasa unaijua ile mambo yao. Dada, hemu usitaki kunichanganya muda huu. Pake sijui kuna masuala sijui ya kulisisha na fimbo, sijui mambo gani yani kama ya kimila na kidesturi. Yaani sijui ndo tuseme sijui ndo kakabidhiwa uganga. Hem, naomba twende nyumbani kwanza. Yaani kakangu mimi sikuelewi. Kwa sababu umeniita hapa umeniambia kuna maongezi. Sasa naona umekaa kimya. Kichwa changu hakipo sawa. Kwenye kichwa changu kuna watu wanapika makande, hapo wanatumia vifuu. Kichwa kimepata moto sio kawaida. Humu ndani kuna vitu vinaendelea ambavyo ni kama unyanyasaji wa kijinsia.